moyo wako. Ni wakati you have just offer your thinking, your mind, your heart to him. Unamwambia huu moyo ni wako Bwana, uongoze. Unamwambia Mungu, this body is yours, iongoze. Take care of it God. Kama unamfanya kuwa your salvation, na ujue tuna salvation, we get salvation through our trust, ama through fenye maandiko inatuambia Yesu Kristo alijotoa kwake mwenyewe akuje akufe kwa sababu ya dhambi zetu, ili tupate kuokolewa, ili tupate wokovu. So ni yule mtu ambaye ako na Yesu ndani yake, yule mtu ambaye ako na Kristo ndani yake, huyo ndiye mtu ambaye maandiko inasema naye Mungu anakuwa jiwe imara kwake. Haruhusu na hataki kuona wakati umepangiwa mabaya na wakati mambo na shida zimekuinukia, hataki kuona umepungukiwa. He just come, kama vile maandiko inasema katika Psalms 23, the Lord is my shepherd. So anakuwa mlinzi wako in everything that you feel that in any time you feel I need something, he is there to provide, because he is a provider, he is a protector, he is a deliverer. Anakutoa katika ile shida, katika ile ugumu, anakudeliver. He brings to you a new life. Inaweza kuwa ile maisha ambayo ulikuwa unaishi ilikuwa ya uchungu, ilikuwa maisha baya, ilikuwa maisha ina huzuni, maisha ina machozi, ina kilio, but he do a deliverance. Anakufanya, he delivers you. Ina machozi, he delivers you, anakupatia furaha. Zile shida, he delivers you, anakupatia utajiri. He do deliverance, anabadilisha kutoka kwa hii, anakufanya hivi.